Kwa mara ya kwanza nilisikia maiti ikiwa inatoa sauti. Vicheko vya kutisha mochwali vilikuwa vikinitisha kila siku. Kuna wakati maiti zilinitokea uso kwa uso. Nilikuwa muoga sana, ila maisha yalinibadilisha. Jamii nzima ilinitenga licha ya kuwa nilikuwa nimesoma sana. Umasikini ndio ulionifanya nidondokee kazi ya ulinzi wa mochwari. Kutoka kuwa mlinzi wa mochwari mpaka kuwa mmiliki wa kampuni. Ilikuwaje? Karibu sana kwenye hii simulizi inayoitwa Mlinzi wa Mochwari. Kama ndo kwanza unaingia kwenye channel ya Mo Media, basi hakikisha unabonyeza neno subscribe, una like, una comment, ukiweza share, utakuwa umefanya jambo la kiungwana. Mo Media tunakupa kitu roho inapenda, tunaendelea pale pale. Jina langu naitwa Juma. Ni mhitimu wa chuo kikuu cha biashara. Maisha yalikuwa magumu sana mara baada ya kumaliza chuo. Mama yangu mimi ni mgonjwa, lakini pia na wadogo zangu wawili wa kike. Kimsingi maisha yalikuwa magumu sana mara baada tu ya baba yangu kufariki. Ndugu walitaifisha kila kitu. Tukajikuta tumeanza kuingia kwenye madeni ambayo kimsingi tuliishi pasipokuwa na amani. Mama yangu kila siku alikuwa akiniambia, "Mwanangu, wewe ndo mtoto pekee wa kiume ninaye kutegemea. Pambana kadiri unavyoweza. Nyakati ngumu huwa hazidumu kwenye maisha." Maneno hayo yalinifanya nizidi kuwa imara na jasiri. Nilikuwa nikionyesha tabasamu nikiwa na mama, ila nilikuwa ni mtu wa kulia nikitoka nje ya mama yangu. Nilikuwa nikipambana kufanya kadiri ninavyoweza, lakini bado mambo yalikuwa ni magumu. Nilikuwa nachimba mtaro, nazibua vyoo, nafanya kadiri kazi ngumu, lakini bado kuzipata hizo kazi ilikuwa ni kazi. Japokuwa mimi nilikuwa ni mtu wa kazi, ila ilikuwa kazi sana kuzipata hizo kazi. Maisha yaliendelea. Hapo ndipo nilikuwa sitaki kabisa neno ambalo linaitwa mahusiano, kwa sababu mwanamke Mwajuma ambaye nilikuwa nikimpenda naye ananipenda alishindwa kuvumilia. Wazazi wake walimuozesha kwa mwanaume tajiri. Alinisaliti tu kwa sababu sina hela. Sikuwa na namna ya kufanya. Huyo mwanamke alinifuata na kulia sana na kuniambia, "Sina namna. Mimi nikuombee tu maisha mema, ila jua nakupenda sana." Sikuweza kumng'ang'ania kwa sababu ni kweli nisingeweza kumuoa kwa sababu sikuwa na hizo pesa kwa wakati huo. Basi huko na stressi za mahusiano, wakati huo na stress kuhusiana na mama yangu. Mama yangu anahitaji pesa nyingi sana kwa ajili ya matibabu. Wadogo zangu wanabidi waende shule. Madeni yanabidi yalipwe. Tunafanyaje? Hapo ndipo kichwa kilizidi kuniuma. Siku moja wakati nipo kijiweni nilisikia taarifa ambaye kimsingi ilinishtua sana. Nilisikia kuna kazi ya ulinzi. Nilishtuka, nawezaje kulinda? Japo sikujua ni kazi ya ulinzi wa mochwari. Baada ya kujua ni kazi ya ulinzi wa mochwari, ndipo nilizidi kuogopa zaidi. Nilisikia wakisema, "Hii kazi kusema ukweli inalipa hela nyingi sana, lakini ina mauzauza baraa. Lazima uwe imara, lazima na wewe uwe ni mtu ambaye umejipanga kisawasawa." Niliogopa, ila kimoyomoyo nikasema, nitafanyaje kwa sababu nahitaji pesa. Kuna mzee mmoja jirani yetu ambaye alikuwa anaitwa Mzee Juma, ndipo akaniambia, "Kijana, una kazi, lakini kazi ni ya ulinzi wa mochwari. Je, utaweza? Wanalipa hela nzuri sana." Kwa macho ya aibu yaliyojaa uoga, nikamwambia mzee, "Natamani, ila nawezaje kwenda kuwalinda wafu? Nisije na mimi nikapoteza maisha." Mzee akacheka sana akasema, "Mwanangu, wewe ni mtoto wa kiume.
huwezi ukaogopa kifo, mwisho wa siku utakufa. Pambana. Nilijifikiria takriban siku kama 2-3, mwisho wa siku nikakubali. Baada ya kukubali, nikafuata utaratibu wa kuandika fomu na taarifa zote muhimu, nikapeleka pale hospitali. Ndipo nikakabidhiwa, nakumbuka ilikuwa ni siku ya tarehe 25, siku ya Jumatano. Nikakabidhiwa kwa mlinzi mkongwe sana pale ambaye alikuwa anaitwa Mwakifwamba. Mwakifwamba aliweza kunipokea na kunambia, kijana, karibu sana. Vijana wengi ambao wanakuja hapa mara nyingi hawatoboi siku 3, ila ni kutoe wasiwasi. Mimi na miaka takriban 20 nipo kwenye hii kazi. Nimejenga na nyumba za kupangisha, watoto wangu wanasoma na maisha yanaendelea. Haya, hiyo miaka 20 yote si ningekufa kama hii kazi ingekuwa ni kazi mbaya. Usiogope, kikubwa tu inahitaji ujasiri. Mapigo yangu ya moyo yalikuwa yakipiga kasi sana, ila maneno yake ya ujasiri ndiyo yalinitia nguvu na kuamini ya kwamba inawezekana. Akaambia, sikiliza, hii kazi si kazi ngumu, kikubwa tu ni kufuata masharti. Iko hivi, marehemu siku zote hanyanyuki, marehemu hawezi kukudhuru, ila roho zao huwa zinahukumiwa kulingana na makosa ambayo wameyafanya. Kwa hiyo roho zao huwa zinalalamika na kupiga kelele, japo haziwezi zikakusumbua. Kwa hiyo cha msingi, ikifika usiku hata iwaje, usiende kufungua kabati la kwenye friji kama hakuna sababu za msingi, na wala ukiona vimbwanga vyovyote wala usiogope, kwa sababu haviwezi kukuzuru. Niliitikia kwa kuonyesha kwamba niko jasiri, ila moyo wangu ulijaa na uoga mkubwa sana. Nikasema sawa. Kila muda nilikuwa nawaza, nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu nisaidie. Kwangu hii ndo nafasi adhimu ambayo inaweza ikabadilisha maisha yangu. Basi ilipofika majira ya saa 12, alivyonipa utaratibu wote, akasema, siku ya leo nitakuwa na wewe hapa, lakini usiku sana mimi nitatoka, kuwa na amani. Basi akawa ananielekeza utaratibu, mfano maiti ikiletwa, namna ya kuipokea na namna ya kuipeleka kwenye friji. Nikawa nimeelekezwa kila kitu, kisha akanipatia funguo 3. Funguo moja la geti kubwa, funguo nyingine ni funguo za makabati ya kwenye mafriji. Basi bana, tulikaa tulipiga stori, hakukuwa na changamoto yoyote, zaidi tu kulikuwa kumetulia sana, upepo ulikuwa ukipuliza na baridi ikiwa kali. Akili yangu yote ilikuwa ikiwaza kuhusiana na maiti. Msibani tu ilikuwa ni ngumu sana mimi kwenda kuangalia sura ya mwisho, kwa sababu nilikuwa nikiogopa. Ilikuwa nikiangalia sura ambayo mtu namfahamu amefariki, basi lazima initese usiku. Nawezaje kuja kulala nao? Wakati kupita tu makaburini usiku, huwa naogopa sana. Nikasema sio kesi. Ilipofika majira ya saa 5 usiku, mzee Mwakifwamba akasema, sasa mwanangu, mimi naondoka, ila nitarudi hapa usiku sana, ama ikiwezekana kesho. Kuwa na amani. Nilikubali wakati huo natetemeka sana. Baada tu ya yeye kuondoka, ndipo vimbwanga vikaanza. Nikaanza kusikia sauti za watu wakilia. Wengi wananiita njoo, wengine wanalia, wanapiga makelele. Niwe mkweli, niliogopa. Mara ghafla nikaona kuna kimvuli kikapita kwa kasi sana. Nikajiuliza kitu gani? Nilipotaka kukifuatilia, kikaelekea kwenye friji. Mara ghafla nikakuta friji limefunguka kidogo, alafu kuna hewa inatoka nyeupe ya barafu. Nikasema utakuwa ni upepo. Huo ni upepo tu. Roho yangu inatetemeka na kuogopa.
Nilipoenda pale kwenye lile friji nikakuta kelele zinalia. Nilipomwangalia mdomo ulikuwa umefumba, ndipo nikafunga haraka haraka na kurudi. Wakati huo mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi sana. Nilimwomba Mungu, wewe ndio unaojua maisha yangu, nitie nguvu. Kimsingi nilijaribu kulala. Hiyo siku ilikuwa ni ndefu mno, ilikuwa ni ndefu. Kuna wakati nimekaa nikakuta kama kuna mtu ananipiga mgongoni. Kushtuka nikasikia vicheko vinalia, wengine wanacheka, nikaogopa sana. Nilisali, nilimwomba Mungu, hatimaye asubuhi ikafika. Asubuhi ilipofika yule mzee akaja, tukabadilishana shifti, akasema hamna shida, sasa unaweza kaondoka. Nikajifunza. Niliporudi nyumbani sikumwambia mamangu kwamba nimepata kazi gani, japo nilimwambia nimepata kazi. Mama yangu alifurahi mno, akasema mwanangu, nikupongeze sana na kuombea sana. Hakuna chochote kibaya kitakachokukuta. Kikubwa tu mtangulize Mungu kwenye kila kitu. Sijui kama unanielewa mwanangu. Kaambia sawa mama. Nilitamani niache, lakini kwa sababu ya hali halisi ya maisha ya nyumbani nikasema sina namna ya kufanya. Kesho yake nikaenda tena, siku ya pili nikaenda tena, ya tatu. Ilipofika siku ya 4, yule mzee akaniambia, mwanangu, wewe ni mwanaume na najivunia sana kuwa na wewe. Naomba nikwambie kitu kimoja. Mshahara ni mzuri sana kwa sababu wengi kazi wanaiogopa. Lakini nataka nikupe siri. Una kifua mwanangu? Nikamwambia ndio mzee. Wakati huo mapigo yangu ya moyo yanaenda kasi sana. Akaniambia nisikilize. Kuna magendo ambayo tukiyafanya yanaweza kukulipa mshahara mzuri zaidi kuliko hata huu mshahara unaopewa baada ya mwezi. Nikamwambia ndio baba, nakusikiliza. Akaniambia kazi ya kwanza ambayo inaweza kukupa hela kubwa kwa siku ni kazi ya kuosha maiti. Kuna baadhi ya watu maiti zao zinaoshiwa hapa hapa, kuna wengine wanaondoka nazo. Sasa kuosha tu maiti mwanangu ina pesa zaidi hata ya mshahara wako wa mwezi. Hiyo ni moja. 2, maji ya maiti pia ni hela kubwa sana, kwa sababu waganga na baadhi ya watu ambao wamepewa masharti na waganga huwa wanakuja kuyanunua kwa gharama kubwa sana. Cha 3, kucha, nywele pia za maiti huwa zinatumika na vingine vingi sana. Nitakuelekeza taratibu taratibu, lakini leo tunaanza na kazi ya kwanza. Kama upo tayari. Roho yangu ilikuwa inawaza, kuosha maiti, yani namshika maiti namsugua, jamani, hiyo siku itakuwaje? Akaniambia usijali, kuwa na amani. Ni kweli nilikuwa naogopa, lakini nilijilazimisha kwa sababu sikuwa na namna. Wakati huo wote nilikuwa nikimwomba Mungu anisaidie. Basi hiyo siku ya kwanza nakumbuka ya kuosha maiti. Maiti ililetwa, ilikuwa haina changamoto, ila mtu alikuwa amevimba. Tulimuosha. Baada ya kumuosha tukapewa hela nzuri sana. Naambia umeona? Sasa hii ni maiti moja. Kumbuka hii ni hospitali kubwa, zinaletwa maiti nyingi sana kwa siku. Kwa hiyo tutapiga sana hela mwanangu, wewe mwenyewe utashangaa. Na kweli baada ya hapo tukaanza kuosha maiti, zikawa nyingi, hela nikaanza kuzipata nyingi. Ndipo uoga ulipoanza kuondoka kidogo kidogo. Changamoto kubwa niliyokutana nayo ilikuwa ni zile maiti ambazo zimepata majeraha makubwa sana. Kuna maiti zinaletwa kichwa kimekatika kinaning'inia. Kuna maiti zinaletwa jicho limetoka, zimepata ajali. Kiukweli hizo ndizo zilizonichelewesha sana kuzizoea. Lakini kadiri siku zilivyozidi kwenda, nikajikuta taratibu naanza kuzoea. Mshahara wa mwezi wa kwanza nililipwa, lakini nikaona ni hela ndogo sana ambayo nimeikusanya ndani ya mwezi. Kimsingi maisha yangu yakaanza kubadilika.
Nikaanza kumtibia mama yangu taratibu, wadogo zangu nikawa nimewalipia hela za shule, lakini pia nikaanza kulipa deni ambalo tunadaiwa kidogo kidogo. Kimsingi furaha ikaanza kutaradadi nyumbani na maisha yakawa yanaendelea. Miezi ilikatika, siku zikaenda na hatimaye madeni tuliokuwa tukidaiwa tukayamaliza. Mama yangu alipona na baada ya hapo nikamfungulia biashara nyumbani akiwa anaendelea. Baada ya mamangu kuzoea ndipo nikamwambia tu ukweli. Mama, kuna kazi mimi naifanya, ila kuna siku nitakwambia ni kazi gani, ila kuwa na amani. Akasema usijali mwanangu, kikubwa tu ni kazi halali, mimi sina shaka na wewe. Ilipita miezi mingi, hatimaye kuna siku moja ambayo sitokuja kuisahau kwenye maisha yangu. Ilipofika majira ya usiku, gari ya polisi ilikuja pale kwa kasi sana na kumleta binti mmoja ambaye alikuwa amepata ajali, ikisemekana kwamba amefariki. Baada ya hapo walinikabidhi na kusema ni muhifadhi kwenye friji. Mimi nilimpokea, lakini moyo wangu ulikuwa unaumia sana kumuona binti mzuri, mrembo, mdogo amefariki kwa ajali ya gari. Nikasema Mungu, endelea kuwalinda wote ambao wanasafiri sasa hivi. Nilipompokea, nilipomshika mkono wake, nikagundua bado ni wa moto. Wakati huo kumbuka, nilishaanza kuwa mzoefu na maiti. Nilipomwona mwili wake wa moto nilishtuka. Wapolisi wakawa wameshaondoka, ilikuwa ni mimi sasa kumhifadhi. Kumwangalia usoni, hisia zangu zikawa zinanituma huyu hajafa. Nikawa nasikiliza mapigo yake ya moyo kwa mbali sana, nikawa nasikia mapigo yake ya moyo yanapiga. Mzee Mwakifwamba, legend wa pale mochwali, akaniambia mwanangu, usijichoshe, ukiona mpaka mwili unaletwa hapo basi ameshafariki, ama kama hajafariki yuko dakika za jioni sana kufariki. Kwa hiyo hata usiogope wala usijichoshe mwanangu, usijipe kazi, nenda kamweke. Kaambia hapana mzee, huyu hajafa. Mzee alicheka kwa dharau. Amekufa bana, wewe nenda kamweke, usijichoshe, alafu kuna dili nataka nikupe. Kaambia sawa mzee, ila huyu hajafa. Nikamchukua nikaenda naye mpaka pale kwenye kile kichumba kidogo ambacho waga napumzika. Nilipofika pale sasa, nikawa nimetulia na muangalia, nikakuta hajafa. Nikamfunika na mablanketi mazito, nywele zake zikiwa zimeloa damu. Kumbe alipata tu mshtuko na alikuwa hajaumia sehemu yoyote kwa maana ya kupasuka, ila zile damu, kwa sababu ilikuwa ni ajali ya gari, zile damu za watu wengine zilikuwa zimemloesha na yeye. Nikampigia simu rafiki yangu mmoja haraka daktari, nikaambia na kuomba uje haraka. Akafika, tukampatia matibabu kwa siri na mwisho wa siku akaanza kupata nafuu. Alipofungua macho yake akaniona, akawa na wasiwasi, lakini moyo wake uliojaa huruma na hofu. Akawa ananishukuru na kusema asante, asante, umeokoa maisha yangu. Bila wewe nafikiri ningekuwa nimeshakufa, na nakufa wakati huo bado niko mzima. Yale maneno kusema ukweli yalinitoa machozi. Daktari akaniambia hii iwe siri, kwa sababu watu wengine wakifahamu italeta changamoto mkubwa sana kwa wale madaktari ambao walithibitisha kwamba huyu amefariki. Basi alipewa matibabu. Mwisho wa siku wazazi wake walikuja kujua kwamba ni mzima. Kiukweli walinishukuru sana na walifurahi sana. Siku zilivyozidi kwenda tukazidi kuwa marafiki, tukawa tunawasiliana. Siku moja aliniomba appointment, tukaonana. Tulivyoonana ndipo akaniambia ukweli. Naomba tu nikwambie ukweli. Kiukweli kwa siku zote hizo mimi nilikuwa niko single nikimtafuta mwanaume sahihi. Mimi na pesa, ni mzuri, kila mwanaume ananifuata. Yamkini ananifuata tu kwa sababu zake binafsi, lakini huenda hana mapenzi ya kweli na mimi. Na mimi nilikuwa namhitaji mwanaume wa future, mwanaume ambaye atakayenipenda. Nakupenda. Toka tu siku ya kwanza nilijiapiza kwamba huyu ndio mwanaume atakayenifaa.
naomba unikubalie. Kumbuka msikilizaji, wakati wote huo ambapo mimi nafanya harakati zangu, niko single, na mama yangu alikuwa anatamani na kuniambia, mwanangu, kabla sijafa naomba unitambulishe mchumba wako na ikiwezekana nipate mjukuu. Nikamkubalia, mahusiano yakakolea, mwisho wa siku akanipa ajira. Kumbe yeye alikuwa ni bosi na mmiliki wa kampuni ya biashara ya usafirishaji wa magari. Mwisho wa siku tukatoa mahali, tukafunga ndoa, nikawa bosi, mama yangu akapata mjukuu, maisha yakabadilika kutoka kuwa jobless mpaka kuwa mlinzi wa mochwari mpaka kuja kuwa bosi. Maisha kimsingi yalibadilika sana. Ndipo nikajifunza vitu vingi sana kwenye maisha, ya kwamba maisha kuna leo na kesho. Nyakati ngumu hazidumu. Mungu hachagui sehemu gani ya kukubariki. Mahali ambapo unaweza ukahisi ni pagumu, kumbe ndo mahali ambapo panakwenda kubadilisha maisha yako. Kuna wakati nilikuwa nikisimama nikiangalia taa za barabarani, nilikuwa nikikumbuka vile vilio na mateso ambayo watu wakiyapata baada ya kufariki. Simulizi inaitwa kutoka kuwa mlinzi wa mochwari mpaka kuja kuwa tajiri wa kampuni. Hii inaitwa Mo Media. Tunakupa kitu roho inapenda, na mimi naitwa Maso OG Mzalendo, bingwa kusambaza upendo. Sina skendo, Waswahili wanasema taratibu ndio mwendo. Nikuombe tu, kama ndo mara ya kwanza kuingia kwenye hii channel, basi bonyeza neno subscribe, like, comment, ukiweza share, utakuwa umefanya jambo la kiungwana. Kwenye comment ambayo unanitumia, niambie unasikiliza simulizi hii kutokea wapi, utakuwa umefanya jambo la kiungwana. Nione nikikuona, tutakuwa tumeonana, utakuwa umetisha sana, na hivi ndivyo huwa tunafanya. See you when you see me. Chill until the next time. Bye bye.